Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusu mada yetu inayohusiana na saumu, ambapo jana tulikumbushana maana ya saumu, shuruti za saumu na nguzo za saumu. Leo inshallah tutaelezana kuhusu sunna za saumu na tutaelezana lengo na madhumuni ya mtu mwenye kufunga. Ndugu zangu katika imani, zipo sunna nyingi sana katika funga, hasa funga ya mwezi wa Ramadhani ambayo ni funga ya faradhi, lakini tutazungumzia walau 2 au 3 katika kukumbushana. Sunna ya kwanza ni sunna ya kula daku. Hii ndio sunna tutakaokumbushana, ni sunna ya kula daku. Mara nyingi sana sisi tumeweka dhana ya kwamba mtu kula daku, tukaona ni kwa sababu mtu ataka kuzuia njaa, tukaona mtu kula daku kwa sababu anataka kushiba, mtu kula hivi, lakini kumbe sivyo hivyo. Kula daku ni katika sunna, kula daku ni kitu kina baraka. Wakati wa kula daku ni wakati mzuri sana kwa Muislamu kuwa ameinuka. Katika hadithi iliyopokelewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wasema tasaharu, kuleni daku, fa inna fi suhuri baraka, kwani hakika katika kula daku kuna baraka. Kwa hiyo jambo la kwanza hapa linalotuonyesha ya kwamba katika kipindi cha mtu kula daku, kile kitendo cha wewe kuamka ukala daku, basi kitendo kile kina baraka. Kile chakula Allah subhanahu wa ta'ala amekijalia baraka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hili katika Qur'ani kuhusu wakati ule, akasema a'udhu billahi minash shaitani rajim wa bil ashari hum yastaghfirun, na nyakati zile za mwisho wa usiku waja wema huwa ni wenye kufanya istighfar. Hii ni kuonyesha ya kwamba si tu kwamba mtu watakiwa kuinuka kula, bali uinuke ufanye istighfar, bali uinuke umuombe Allah subhanahu wa ta'ala haja zako, bali uinuke uswali japo rakaa 2, kwani kipindi hiki kama tunavyoelezwa ni kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala huwa ameshuka mpaka wingu wa kwanza. Kwa hiyo ni kipindi cha mtu kufanya maombi. Na ndugu zangu, sisi mara nyingi tuna dhana ya kuona ili mtu aambiwe amekula daku lazima atayarishe jiugali, lazima atayarishe mawali na manyama. Hapana, daku ni sunna tu. Katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ni'ma as-sahuru mu'min at-tamr, neema as-sahuru al-mu'min at-tamr. Neema ya chakula cha daku cha mu'min ni kula tende. Yani wewe kama wataka chakula chenye neema wakati wa kula daku, basi kula tende zako na maji imekutosha. Na katika sunna nyingine ambayo tutakumbushana kuhusu leo ni sunna ya kuwahi kufuturu. Sunna ya kuwahi kufuturu. Mara nyingi sana kuna baadhi ya watu, mtu inafika magharibi, kunaadhiniwa, anaingia msikitini, ana swali, anatoka, ana shughuli zake, anamalizia mpaka saa 2, bado mtu huyu yeye hajatia kitu mdomoni. Anaona kufanya hivyo yani yeye ndio atakuwa amefanya ibada sana, itakuwa ni takwa. Hapana, hayo ni makosa makubwa unayofanya. Hadithi iliyopokelewa na Anas bin Malik anasema kana nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuftiru kabla an yusalli, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifuturu kabla hajaswali. Asema ala rutubati, kwa kula zile tende, zile ratab ni zile tende ambazo zimetoka kwenye ubichi zinaingia kwenye kuiva, ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipenda zile kufuturia. Asema fa in lam takun rutubati fatumaraitu, alikuwa akiwa hakuna hizi basi anakula tende hizi za kawaida. Asema fa in lam takun tumaraitu hasa haswatu min almai, akikosa tende hizi za kawaida basi anakunywa tama la maji. Lakini mtu isikupite time ile ya umeshafika magharibi kukaadhiniwa, isipokuwa uwe japo tama la maji umekunywa au chochote ulichojaliwa, lakini kilichokuwa bora ni kupata tende. Na katika sunna nyingine ambayo tutaizungumza ni sunna ya kuomba dua. Kwa hakika mu'min wakati ule wa kufuturu, wakati akiwa bado yeye yuko katika saumu yake, ni kipindi kizuri sana cha kuomba dua. Ni kipindi ambacho dua yako inakuwa ni kabuli. Katika hadithi iliyopokelewa na Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa akifuturu
alikuwa akiomba akisema dhahaba adh-dhama'u wabtalat al-uruqu wa thabbata al-ajru insha Allah. Hii ndio dua alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba. Kwa hiyo unaweza ukatanguliza kusema maneno haya, kisha halafu na yale unayotaka kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala pia ukamwambia. Hizi ni katika sunna bora sana za mtu kuziwekea umuhimu. Jambo la pili ambalo leo tutalizungumza ni sisi kuweka dhana kwamba kufunga ni kwa chakula na kunywa tu basi. Mtu amefunga kisha chakula na kunywa anaona yeye ashamaliza. Matusi anayo yeye, mambo mabaya anayo yeye, dhulma anazo yeye, uongo anao yeye, kusengenya anako yeye. Huku ni kuiharibu saumu yako. Katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, man lam yada qawlu zur wal amala bi, yule ambaye hatoacha katika kufunga kwake, hatoacha maneno ya uongo na kuyafanyia kazi mambo ya upuuzi na maneno ya uongo, wal jahla, na mambo ya kijinga, asema falaisa lillahi hajatu an yada ta'ama wa sharabu. Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu hana haja na kule kuacha kwake kula na kunywa, hana haja. Allah anataka ukifunga ufunge mdomo, ufunge moyo, ufunge macho, ufunge masikio, ufunge utupu, ufunge kila kitu chako. Huku ndio kufunga. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kufunga saumu za sunna na za faradhi, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kheri katika kufunga kwetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.